Get to the point. Take a step forward. The Lord is good once again. Happy Sabbath. Happy day. Ni wangapi wana furaha? Thank you so much. Welcome our beloved choir. Feel at the feet of Jesus and feel at home but away from home. Tumeomba, ninataka tuanze kujifunza. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, ni asante tena kwa masaa haya. Ni asante maana umenena nasi tangu asubuhi mpaka wakati huu. Si kwa mapenzi yetu bali ni kwa mapenzi yako. Haya yote yametendeka. Baba, kipindi hiki ninaomba uweze kuinuliwa, upewe sifa milele na hata milele. Maana unaenda kutuzungumzia lililo penzi lako katika maisha yetu katika kipindi cha afya. Ni asante maana umesikia. Ni asante Baba kwa sababu tunajua umeyajibu sawa sawa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu, tumeomba na kuamini katika jina nzuri la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Nataka kumshukuru Mungu tena kwa sababu tumefika siku ya pili katika makambi yetu. Jana tuliweza kuzungumza kipindi cha afya na tukazungumza in length na tukaona jinsi minds zetu zinastahili kufanya kazi, na hasa ile kazi ambayo Mungu ametuitia katika uwanja wa dunia. Sisi kama binadamu, Mungu anakusudi letu sisi kuwa hai. Hebu tuchukue fursa kidogo katika akili yako uweze kumshukuru Mungu kwa sababu akili yako wewe iko timamu. Na kuna wale ambao hata ukiwaangalia hata wewe unajiuliza, huyu mtu akili yake iko sawa kweli? Lakini sisi sote tumejaliwa kwamba akili zetu zinafanya kazi vizuri, and that is why you've made a choice to come and serve God and listen His will in this day. You are most welcome. Jana tuliweza kuangalia about the mind. Tukaangalia, tukaona ya kwamba fikra zetu, they just act like a bridge between what is inside us and the physical body. If you find that you are sleeping, therefore your mind is at work. If you find yourself thinking in this way, therefore your mind is at work. If you find that you are resting and you are comfortable that you are resting, therefore your mind is at work. Tukamalizia tukiona hadithi ya mwenzetu Elijah. Elijah anapoitwa na Mungu kupitia sauti nyororo sana. Tuliangalia tukasema ya kwamba kuna sauti ambazo zitaweza tusungumzia, sauti ambazo ni kali, sauti ambazo hazimtambui Mungu, na zaidi ya hapo tunajipata tuko matatani, hata tunashindwa we fail to make decisions. But we thank God that we've seen this example from the story of Elijah. Tunalipata ya kwamba kitu ya kwanza ilikuja ni nini? The wind. Earthquake ikakuja, fire ikakuja. Hizo zote hazikuwa na hawakumuona Mungu. Lord did not appear there. Tukajua ya kwamba if you want to be sure that this is the Lord that is talking to you. Maana tuliangalia tukaona ya kwamba ikiwa unasikia fikira za ndani zinakwambia, that unconscious mind inakwambia ya kwamba umeitwa mahali fulani, umeambiwa ufanye kitu fulani, ama umejihisi tu kufanya kitu fulani. Sikiliza kwanza hiyo sauti ambayo inakuelekeza hivyo ni sauti ya aina gani. Maana utaweza pata sauti zingine zinakuelekeza kuzimu, na sauti zingine zitaweza kukuelekeza kumwabudu, kumsujudu Mwenyezi Mungu aliye hai.
tukapata ya kwamba Elijah alipokuwa anaitwa na Mungu alikuwa katika mawazo tulivu. He was in a total quiet place. Therefore, alipokuwa anasikiliza sauti ya kwanza ilipomjia, you know, when Satan gives us temptations, it doesn't just come once. It comes in several times. Na tulipoangalia asubuhi, kuna manabii ambao wanakuja, watajiita Mungu, wanajiita Yesu, wanajifalisha mavazi ya kondoo erinde batantania bange kurwaso kwegena. And therefore when this voice came to Elijah was wise enough. Akasikiliza sauti ya kwanza, akasikia miamba ikipasuka, akasikia upepo ukivuma sana. Lakini aliposikiliza vizuri, hakuna sauti ilikuwa inatoka mle ndani kama sauti ya Yesu Kristo. Akaenda kusikia mlio wa pili ambayo ilikuwa ni earthquake. Earthquake ikikuja hapa hakuna mtu atasimama. Aliposikiliza vizuri akasema, no, this is not the correct voice that I need to listen unto. Akasikiliza sauti ya tatu ambayo ilikuwa about fire. Akaenda kufikiria, really, is this the voice of God really? Akasema no. Alafu baadaye anapotulia, I'm just suggesting that this came in form of a vision in the servant of God called Elijah. Akaenda kusikiliza, akapata ya kwamba kuna sauti ambayo inakuja, imenyenyekea sana, inamuita kwa njia ya upole. We call it a gentle voice. Akaenda kusikiliza, akasikia sauti ikimuita, ikimuuliza Elijah, where are you? Uko wapi? And sometimes wana wa Mungu tumeitwa kwa njia nyingi, tumesikia sauti nyingi, tumeelewa sauti nyingi, na sauti ya Mungu, je, wewe waitambua? Which is that voice do you listen unto? Jana tulipokuwa na ambassadors pale juu, tulipata ya kwamba this God who created us is very much eager to listen unto us. Very much eager. Alafu akitusikiliza na sisi tukimsikiliza yeye. Na ukiwa a good shepherd, if you are a good shepherd, you even know the status of your sheep, you know the status of your flock, and you even know the voice of your flocks. Akero mulisi agukwana kurwaria, akero remember egogoteba no mulisi onkunu okwanire. Akerako when they give a creed, wakati wanatoa amri kwa kanisa ama wanatoa matangazo, unayatii kwa sababu hiyo sauti ambayo inatolewa ni sauti ambayo inamtukuza Mungu. Maana our elders and our leaders will give us directions that will glorify God. And therefore Elijah aliposikia hapo ndio nataka tuanzie. Elijah aliposikia hapo akanyanyuka mbio, maana aliona hii sauti, this is a different voice from all the voices. Hallelujah. Wewe ni sauti gani ambayo itaweza kukujia useme ya kwamba enyewe nimekuwa nikiitwa? Mchungaji alihubiri hapa jana jioni, Pastor Nyandigis alihubiri vizuri sana. Akasema ogotore no kumonto orolioyo bena bana banyasaye. When a voice comes to you, it is you as an individual to make a step. It is you as an individual who knows you better with your God. Wewe ndiye unaamka kwa sababu hiyo sauti ni wewe imefanya nini? Imejia. Wewe ndiye unaamka uchukue hatua, useme I've heard a different voice. The way Elijah said, no, mind zangu hazinidanganyi, mind zangu ziko correct. I've been hearing about the wind, I've been hearing about the earthquake, I've been hearing about fire, but this one is different. And that is why hata shetani alikuwa nauliza. Ndiyo tunamjua Paul, we know Paul, tunamjua Yesu,
Je, na wewe ni nani? Maana hii sauti walisikia ni sauti tofauti kabisa. Wana wa Mungu, sauti gani ambazo zinatuita katika njia nyororo? A very soft voice. The Lord is somewhere at a certain point. Anakuambia, njoo mwanangu. He is opening his wide his hands. Ndio maana hata mwito ukifanyika hapa, unasikia weka wimbo tuone kama wanakuja. Na wewe uko hapo, unasema niende, nifanye nini? Nisiende. Yaani hata kuna zile fikra ambazo zinakuambia step forward, na zingine zinakuambia ngoja kidogo. Ama rutara isana mubero, kora gento kieke, kora atiga. Bunyaka mbura isana asubu obugima bwao, tulia kwanza. Shetani anataka atutulize. Wana wa Mungu, shetani anataka kututuliza, lakini swali ni hili, tunaposikia sauti hii, ni mara ngapi tunataka itujie katika maisha yetu? Maana Elijah aliposikia hii sauti, maana akili yake ilikuwa timamu, maana alikuwa na tamani na hii sauti, aliamuka akafanya nini, wana wa Mungu? Akaondoka. The voice of the Lord. Sauti gani inakuja kwa masikio yetu? It is a plead from God that once we hear this voice, because alitumbia obongo bwaito igobwikiranite kakitiganda abuli nkorora muri bali obongo buri style gite nkura acha bali misangererekana bali batakiranite fully. Nche ya mbere irenga chinga kichinyinge imekuwa, it has occurred and again to me when I stand preaching. Omonta ise gotuka so musangererekana uyu obongo bwaye butaikeranite buya ekeronko korokurangeri omonto uyu goikato kebosyo tigambo hakyonye bali mugegote buna yaya omonto uyu orangeiri monoro sire tigamo konya na asoko kora gento kieke asogosuka bosyo wetera asenjera yogotangaza nga nimemkubali Mungu, nimemkubali Yesu kama mwokozi wa nini, wa maisha yangu. But we are here, abana wa Nyasaye. Sauti inakuja katika njia rahisi, njia nyororo. Omonene nwara kuja kokote bibuno mwanone, I really like you, I really love you. Ndio maana nimekumbuka ule wimbo kwa Eke Gusi naimba, Kai wa Yesu kwana incho oti moke ikaransa kwa rosire bwege ke asinde omonto yu akairane liga inka moche rando sete denomo ichano aka ngao goti moko ere ongo kirie. Therefore, when this sweet gentle voice comes into our minds, we need to make a step immediately. And after all, we say, God, you've blessed me, that your voice is gentle to my ears, and therefore we hearken unto it. We want to look at what we call the mind, brain, the mind, brain and the soul. Kwa dakika chache ambazo zimebaki. The mind, brain and soul. Tumepata ya kwamba, so it is the distinction. Hapa tunatafuta utofauti ambayo kichwa chetu kimebeba. Tulisoma the mind is just a bridge between the inside of us and the physical body.
the inside us, kile ambacho kiko ndani yetu, and this physical body. Na zaidi ya hapo, they said the mind is just a box. A box. It is just a box yenye imebeba the brain and soul. Hiyo ndio ina behave kama a catalyst. Allow me to use that name or that word. Inatoa habari hapa, inachukua hapa. Hapa penye inapeleka, this is now the mind, and this one is brain and soul. These two things works together. When they work together, how do they work? The mind inakuambia, soma Biblia, wachikorwa nese gikwarwa dango soma ngotiga tiga ndakune simi yake. Wachiko kunesimi, wachiko bara abana bao ngotara ntomera chibesa ni ngontomeire. Kwa imukie simu wachaka kuligi chibesa. Biblia yako ragento keke. Because the soul, the brain and the soul, they are not connected with the brain and the soul, they are not connected with the mind. The mind tells you your dress code is bad. No, I'm okay. Yani ya respond. Therefore, this one exchange to this one. Mind exchange to the brain and the soul. The most important in your life is what? The brain and the soul. Because these two things, they work together in making a decision. Ikona bora make a decision yerebuya wosere bobe to bese ko gosia egento gekuru ku the mind gosia egento gekuru ku soul o ngaki na tebe soul la sexual moyo na mind ebirengereli nafsi ebirengereli bikoko tebi eyangeli mbuyoye gore liba gukuchikurwe sadake kanisa babo nkunu banyakuri. Ebirengere likale byacharukire mpaka seduka. Kwanza narure kibesa mono. Wanyora buna byago kole iroko chora kole na kia bana banyasaye. Kole wrong. Nafsi nakwambia ya kwamba sasa ni msifu Mungu mpaka lini? Tangu nisikia anakuja mpaka sasa hajafanya nini? Unakata kauli fikra zako za ndani which is soul and brain inakuambia pana. Wewe enda kwanza kwenda hapa ufanye vitu zingine and unatii. Kwanza usikilize hiyo sauti ambayo inakuambia usitende kilicho penzi la Mungu. Is that the correct voice that we need to listen to? Morandi na kwanete igoroke gagateba buna. Omuntu mini gaboli goteba nga moche ngwakana to kongira kerero. Ige kanisa na akorire gento kieke. Gento kelike kangira buya sana. Abana banyasaye. Which is that voice that we listen unto? Therefore, the brain and soul, it does two things in a human being. Number one, it may deceive you or it may tell you the right thing to do. Ekerobigo cha kaberego wakati zinakuja mbili. Chaguo linabaki wewe kama mtu aliyetimamu. Unasikiliza hiyo sauti gani inaniambia. Alafu then you rise from where you are and you make a step. You make a choice. That is why we find making choices is very difficult. Hata wakati unaambiwa na Yesu, njoo vile ulivyo na nini? Come the way you are. I will give you rest. Kulumuina Hebrews. Akoko tebini nchubu nole igo. Bantu batameiro mete timbweti yanga ngobeko kuchika nise yu bako gamba bantu
You are not saved through that man, through that woman in the church, but you are saved by God's grace. And that is the voice that is coming unto you. I've wandered away from God. I want to use the example of the lost son. When this lost son went, kwanza atara agenda, kabla aende, alienda kwa baba yake, akamwambia baba, oroche na beiro montore naki. Mimi ni mtu mzima sasa. Ninataka zilizo zangu, nifanye nini? Niende. Baba hakusita, akamwambia ndizo hizi. Kijana akafuata njia, akaenda. Alipofika pale, alifanya zenye alifanya ambazo pia sisi tunajua ama tunasikia na kuamini. When he reached at a certain point, let me first kill your brain and your soul. Tunaita the unconscious mind. Anasema I want to kill it. Ndorego se mind chao nchimeke decision endonge. When he was doing all these nonsenses, wandering away from God, saying it is now time to enjoy, saying that I will just go back home later, saying that I will never want them again, saying that I will just be in my own world, saying that hata kama nisipokuwa nao maisha bado yatafanya nini? Yataendelea. He wandered away from God when he was unconscious. Ekerotoko tebu montari unconscious, igone bongo buli bwaime, utari gukora gento kieke, utari gukora gas. I became unconscious. You just go. Okoboko na boko konyegere enkoro na begwaka, lakini utari gukora gento kieka bana banyasaye. Utari korengereria. Umwana oyo gakera ikalia, ekera teseka ya kutosha. Akasema enough is enough. He became into his senses. He became now conscious. Akasema narudi. Nimeteseka ya nini? Ya kutosha. Now that man made a decision because God had been following him. Maana Nyasaye agotoligia mpaka ngoro ime. Lakini twanya komote bibuna ekwaya ninchenswe kola antigake. Ninchengende kanisa kola antigake. Ninchembatiswe kola antigake. You are unconscious. Managing your mindset, it helps to understand something about what is going on inside your head. You need not to be a brain surgeon to know that, but only you get to own one. How amazing is that? Tari lazima ogende nyagitali. Tari lazima obo munyagitali umanya kumanya bunanga kyobongo bwawo bokokora igasi. Akiti gatotebe. Kwanyoro umwana oyikirete from gositi gatotebe class 8. No yondo ikere university. But kwanyoro umwana oyo class 8 ochire bwebekire buya otegereire birengere lyebironge oyebekire to the point ago supply even nonyene chisimiti eke wa kenyoreke kegima igobongo bwaye ngo kora buri gasi usimburi gokora gasi omonto you know nga kimomorochi ndio ogikieri ategererete agatebuna I will choose to listen the insight of my mind ekero korengere lyo tari gokora gasi. There is a word or there is a name tutaweza kukupatia. If your brain is your hard wave, then your mind and your soul is a software. Software ne correspond. Monto na bago kurangiriza zipora. Oligerereti. Zipora. Igomoro chekingorete. Omongina kwanya kogenda oru jikoni. Unatoka jikoni vizuri. Unaenda kuchukua kichungi. Kichungi na boke koro kuwa kichungi. Ile shiv ya kuchungia mabere ile. Unaenda unasimama.
unaanza kufikiria nilikuja kuchukua nini, nkikosena acha kuya wate bangana ki ekero giakoborire wate buna tigangirane ntikorigie bere rigwaikire gwaikarasire iga kwainyorobe asa your mind and your brain, your soul, they are not together. Abana banyasai, even reading the Bible. Yatikonerega, thank you so much. I've had the bell. Yatikonere na soma gaiga. Yantebiege ntogete. Ekero bongo bwao boko kolega asibuya. Wakati nafsi yako inafanya kazi vizuri na ile soul, moyo, hakuna maneno itaenda mrama. You will be sober always. Sometimes you might be studying the Bible. Okorengera libuya pina ande kwarete karamu nesakara. Nga nechi point iko cha wakorege nto kieke kolika. But at the end of it all, wakorera gotasoma, wose wakorera gogosoma kwa irorera, wasoma kwa irana nande obe. Nande na irorera nande wasuka. Gukora abana banyasai, you get no point. Hautapata utasema nilikuwa nafanya kazi ya bure. The mind and the soul must work together. Even when you are in the church, hata kama wewe uko chamani, hata kama wewe uko shambani mwako. Litukondiro nage chiri sana, na aligo travel very far. Na agende school. Kinkoira na marogoba na alingi kogenda mambisa 12 igoro na tebe ti ambassador sigali. Kinkoira na marogoba na nyora nga chinsa chierire tindagereti mugondo ngochi. Na aligo ikamugondo na ikaranze nalira ninalia mbaya. Ninalia vibaya sana. Nkonya kwebuli nchenki na akorere to monene. Ngotaregesa kweke para. Litukeli monkagenda mugondo libaga nkolema nkamanya kweya kigechara kweli. Nkanguso bukombe no bororo nande nali kulegenda nali masigitane ne sana. Nkonguso bukombe buna chwa. Nkanyora no yiri okuguru. Nilijikata nikakuwa mgonjwa sawa. Erina kere birengera libi ore absent minded abana banyasai. Wanyakobeka mabere chumbi. Ingigeko ge. Obongo mboyo. Ochiete esabali. Kwamenya kubuna obe. Echumbi nabe katika ntonya ria gasukari gake igo na botoko nyu. Abana bane. Ene bana beke chumbi kolale mereli. Wesoka buye kwaiba ekerebe. Kiugo ikanjere obe. Ngakina akora. Kwamenya koleta kende gyonsi kwanali. That one happens. It is when we are absent-minded. The mind and the brain, there is no connection. Abana banyasai. Tika nyasato konye. Nyasato ge agendere kunyo gutuegelia. Igitabu keri tu asomete kia First Kings. Kebe anse moya ito na intuto baba mo babo bagotebo buno monene. No nyetinda aboli ngoyo kondangelia. I've heard that it is a voice from the right person. Hallelujah. Yes. To tige kwaya nge voice yago tabiri nanko gambole. Nko tigore wataendelea and they will excel in Jesus name. Otene no konge korware. Otebe nkikiande igabu ko konye kwekwana na gakia abantu ababachirare. Nkige ko ngiranio. Lakini ochikotaka koira na oteba mbago uchikondra lichara. Ayebono na yorum lichara litanga ni nande liali. Dio muiso ege kogerege nto korengereria ni goro cha bantu torochi oyoro kogerege nto kika bana banyasai oyoro kurangiri because your mind does not work with your brain. Tiganya sa to konye binte bibitato bikorega asi to byanchera asome bere yaito to byanchere wetera asinguru cyo monene to sukie gasi anyasai bosio okoirani oboroti bwao tomote bya maene ngwato eto bongo ngwato ete birengerelio bikakorega asi together and here we are rejoicing and glorifying your name in Jesus name. Let us pray. Our gracious Father in heaven, we want to lift you high for you've done it for us again. Buyamono ekiagero monene
watukwaneire nande boni gepindi kerabwati twagusabira oba monaitu otworokereri buno rarera bwenere wetera chinguru chiao nerieta ria Yesu Kristo muborio ito. Amen. God bless you.